Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Na ndugu zangu, tunaendelea sehemu ya 6 kuelezea haya matatizo ambayo tunakumbana nayo sisi, kwamba watu wanajaribu kuelezea yale wanayojua wao ili watu kuchukia ushia. Agenda mbili kuu ambazo zinaendelea kuonyeshwa kwamba mashia si waislamu kwa sababu kutukana na maswahaba na kulaani na kuwatukana wake za mtume na kuwatuhumu. Baadhi yao tumeelezea katika klipu zilizopita. Ningeomba vizuri zaidi mfuatilie hizi klipu mwanzo mpaka mwisho, kwa sababu nimezitaja kwa namba. Hii tuko nayo sehemu ya 6, kwamba suala la kusema kwamba fulani anatukana na swahaba au anatuhumu wake za mtume kwamba amezini, tumelikataa hili. Na sisi tukasema kwamba ikiwa kutatokezea mashia kadhaa au madai kadhaa wa kishia au wanasibishwa na ushia wakafanya haya, wao sio wawakilishi wa ushia. Nilizungumza pia katika sehemu iliyopita, sio wanawakilisha ushia. Wao wanazungumza ya kwao, wao kama wao, maono yao, watalaumiwa wao kama wao, lakini si ilaumiwe madhehebu. Kama vile unapoona madhehebu nyingine ikifanya jambo lolote lile, au hata kama ni kiongozi, kama ni kiongozi, huwezi ukalaumu madhhabu fulani. Hata dini nyingine, kwa mfano, kwa dini nyingine, kwa mfano labda tukezee katika dini ya ndugu zetu hao wengine wakafanya jambo, huwezi ukatuhumu dini yao. Tuhumu yule mtu aliyezungumza, ima kaungwa mkono na waumini wake au kaungwa mkono na wafuasi wake, tuhumu wale, lakini usituhumu dini nzima, kwa sababu kila watu. Kwa mfano leo ukiangalia katika hii vita ya Iran, je, ni Wakristo wote? Kama kweli tunajua hii vita, tujua kwamba si vita, kama ni vita ya kidini, je, ni Wakristo wote wanaunga mkono fikra ya Trump na Netanyahu aliyoanzisha? Je, ni Mayahudi wote wanaunga fikra hiyo? Je, ni Mayahudi wote? Tukija katika masuala ya kidini, ni Wakristo wote wanaunga mkono lile? Ukimwona Mkristo anaunga mkono lile, ni mtu ambaye kwamba hajijui, hajitambui. Hata huko kwetu wapo mashabiki wasiojitambua. Ukimwona Myahudi anaunga lile, hajitambui. Na hili tumepelekwa kiwango mpaka hao wenyewe walioanzisha mambo hizi vurugu wakatuingiza katika mkumbo huu, kwamba hivi vita vya kidini, wakaanza kuwasifia Wakristo na kuwasifia Mayahudi ili ionekane kwamba hii vita ni ya kidini, na tayari kwamba hapa ni manaswara, Ukristo na Uyahudi na Mayahudi ndio wanapambana na Waislamu. Si hilo, kwa sababu hata Wayahudi wenyewe wapo wanaopinga hii kadhia. Wakristo wengi wanapinga hii kadhia. Bado nenda kwenye mitandao utakuta mapadre na wachungaji na wengi katika Wakristo wanapinga swala kama hili. Kwa hiyo tusiingize kwamba ukimwona mtu kafanya jambo kadhaa katika dini fulani, katika madhehebu fulani, basi ukaona kwamba ndio anawakilisha lile jambo. Hapana, alaumiwe yeye kama yeye. Tunamlaumu Netanyahu, hatulaumu Wakristo kwa sababu yeye hawakilishi Ukristo. Tunamlaumu Trump, yeye hawakilishi Ukristo. Yeye ni kama yeye, mambo ya siasa yake, tunamlaumu yeye kama yeye, na wale wanamuunga mkono. Kwa hivyo hiyo ndio kanuni yetu tulikuwa nayo. Kwa hiyo sisi, ukimwona mtu anafanya jambo hili katika madhahabu yetu, yeye hawakilishi madhahabu, yeye ufanya yeye kama yeye. Tunakuja katika namba 7.